nataka nikueleze. Mimi nimejifunza through experience kwamba usimweke mtu lawama ambaye hana. Mimi na Mheshimiwa Rais Yes. tuliwekelewa kwamba sisi ni wauaji. Sisi tumefanya rape kwa wanawake ya maelfu, sio ati watu wachache. Sisi tuliwekewa mambo. Unasikia my friend? Mambo ambayo hatukufanya. Tukapelekwa mpaka koti ya kimataifa kwa uongo na porojo. Unanielewa ndugu yangu Gatonyi? Kwa hivyo mimi nimejifunza kwamba unaweza kuwekelewa maneno vile na sisi tuliwekelewa. Na sisi tulichaguliwa 2013 kesi hiyo ya rape, genocide, nini ikiwa juu yetu. Wakenya walituamini kwamba ile ilikuwa ni uongo. Si ni kweli? Wakatuchagua sisi. Yes. Kama Wakenya wangeamini porojo ya uongo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi hatungekuwa serikalini siku ya leo. Na ndio nimejifunza kutokana na historia hiyo. Yes. Kwamba mtu kama amewekelewa maneno na sio ya kweli, lazima ukweli usemwe. Waititu kwa mfano, wacha nijibu Yes. swali hilo. Yes. Waititu alisemekana ati ajibu maswali ya budget ya State House, ati ajibu maswali ya mishahara ya rais waliostaafu, ati ajibu maswali ya foreign affairs ya South Sudan. Sasa my friend, ndio nikasema huyu Waititu muulizeni swali na ajibu maswali kuhusu budget ya Kiambu. Huko ndio amechaguliwa. Huko ndio aulize maswali asubuhi, mchana, usiku, mimi sina shida. Lakini jameni, msimuulize maswali ambayo haihusu Kiambu County. Waititu si rais. Waititu si waziri wetu. Hafanyi kazi national government. Sasa ataulizwa mambo ya mshahara ya retired president, ama aulizwe budget ya State House, ama aulizwe budget ya foreign affairs ya Sudan. Kwa njia gani? That's all I said. Mimi simtetei, mimi natetea ukweli. Na ukweli ni kwamba Waititu hana maswali ya kujibu kwa mambo ya national government. Na isitoshe, Yes. Bwana Gatonyi, si leo ni wazi ya kwamba yale nilikuwa nasema ilikuwa ni ukweli. Ilikuwa ni ukweli ama iko ni ukweli? Ilifanyika. Auditor General mwenyewe Yes. alitokea akasema, na by the way sio Waititu peke yake ambaye alikuwa amelaumiwa. Yes. Ni Waititu na governors wengine 10 ambao walikuwa wamewekelewa haya maneno kimakosa. You know, kimakosa. So Auditor General mwenyewe amejitokeza akasema haya maneno Waititu na wale magovernors wengine 11 waliwekelewa sio ya ukweli. Si ni kweli? Sio ya ukweli. And that is all I said. Okay. Kumaanisha ya kwamba yale ambayo nilisema sio ya kwamba nilimtetea baba yao. Mimi nilitetea ukweli, na ukweli umejidhihiri. Umejitokeza. Alright. Umesikia watu wakisema kuhusu pesa unazotoa kwa michango ya kanisa. Watu wanasema tunajua mshahara ya deputy president. Na tukihesabu kila Jumapili ama kila pahali hii pesa imezidi mpaka imezidi mshahara ya deputy president. Watu wanasema sasa tujue ni jibu. Yes. Unajua Gatonyi, hii dunia iko na mambo mengi. Kwanza ujue mimi nimekuwa mfanyabiashara sasa miaka 30. Tunaelewana? Yes. Na sitaki nijitangaze ya kwamba niko na kampuni hii, niko na biashara hii, na niko na marafiki chungu mzima. Nataka nikueleze ya kwamba watu wengi ambao wanalalamika juu ya yale ninafanya, hawalalamiki kwa sababu ya kwamba wananijali ama wanajali wa Kenya. Wanalalamika kwa sababu hawataki nifanye hivyo. Mimi ni Mkristo na muamini Mungu. Sawa sawa? Yes. Na nimejifunza mahali nimefika ni kwa sababu ya Mungu. Kuna watu wengi wananilaumu kwenda kanisani, sijui kufanya nini, sijui kufanya nini. Mimi nataka niwaeleze.
kuna watu wengi ama wengine hawana shukurani kwa sababu pengine hawajatolewa mbali na Mungu vile mimi nimetolewa mbali. Mimi my friend, Yes. bila Mungu mimi singekuwa na keti hapa. Mimi nilikuwa nauza kuku zamani kama mtu kadogo, lakini unajua kitabu ya Zakaria 4 na mstari wa 10 inasema do not despise humble beginnings. Usidharau mwanzo mdogo. Yes. Unaweza kufika mahali. Na hiyo ndio tatizo. Tatizo ya hawa watu sio ati pesa ninatoa. Tatizo ya hawa watu ni huyu mtu ya kuku kadogo, ajulikani baba yake, ajulikani mahali ametoka. Mbona sasa ati anaonekana hapa, sijui anaonekana pale. Kwanza alikuja akakuwa deputy president kwa njia gani? That's the whole problem. You know? But they have to live with it. Kwa sababu wao si Mungu. Na wao si ndio wataamua nani atakuwa nacho, nani hatakuwa nacho. Kama ingekuwa ni mtu mwingine anafanya yale ambayo ninafanya, hangeulizwa maswali. Lakini maswali inaulizwa kwa sababu ya William Ruto. Na hawa mimi nitaendelea kufanya yale ninajua ni ya kweli. Na hakuna mtu Gatonyi ambaye anasema alipoteza pesa zake na akazikuta kwa akaunti yangu. Kama ama kunaye. Yeah, kuna. Your Excellency, hii vita ni kama imepasua Jubilee mara mbili. Wanaojiita ama wanaitwa kieleweke, wanasema sisi tunasaidia rais kupigana na ufisadi. Wengine wanasema sisi tutaunga rais mkono kwa sababu wengine wataki. Jubilee iko namna gani? Ni kama hii vita. Wengine sasa nasikia kuna azimio la kumfukuza Matiang'i waziri. Wacha nikueleze Bwana Gatonyi. Wacha nikurudisha nyuma kidogo. Na niwaambie wasikilizaji wako na Wakenya kwamba Jubilee ni chama ambayo tumeitoa mbali. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi tuko na historia ndefu. Mimi sijamuunga mkono Uhuru Kenyatta ati kwa sababu atashinda. Hata wakati alikuwa anaanguka niliunga yeye mkono. Tunaelewana? 2002 mimi nilikuwa among the principal supporters of Uhuru Kenyatta in 2002. Hata wakati ilikuwa inaonekana hapati. Tunaelewana? Yes. Mimi niliunga mkono Uhuru Kenyatta 2013. Akiwa na kesi ya Hague. Watu wengi wakisema hawa ni wakufungwa. Hata nakumbuka tulienda kwa kiongozi mmoja. Tukamueleza ya kwamba tafadhali tuwe na ushirikiano, tufanye kazi pamoja, tuende kwa uchaguzi pamoja. Yeye akatuambia nyinyi ni watu wa kufungwa. Mfanye hivi, mtafungwa kama miaka 10. Muniunge mkono. Nikimaliza awamu yangu ya miaka 10 mtakuwa mmefunguliwa, nitakuja niwasaidie wakati huo. Muendelee. Unasikia my friend? Yes. Hakuna mtu alikuwa anataka kusimama na sisi. Tunaelewana? Yes. So wale ambao wanazurura saa hizi wakijaribu kunisomesha ati vile ya kuunga mkono Uhuru Kenyatta, vile ya kuendesha mambo ya Jubilee, ni watu ambao sitaki niseme ni wajinga. Sitaki niseme. Lakini kama ningesema ukweli kwa sababu sikia my friend. Sasa wananifundisha nini? Wanakuja kunisomesha kunifanyisha masomo ya nini? Mimi wakati uchaguzi ulitibuliwa na mahakama kuu. Yeah? Watu wengi walikuwa na wasiwasi. Mimi nikawaambia uchaguzi tulishinda. Hatukufanya kinyume ya sheria.
hakuna kura zozote ambazo tulipewa ambazo hatukupigiwa na Wakenya. Turudie uchaguzi. So kama ni kuprove ya kwamba mimi ni mtu ambaye naweza kutegemewa kuunga mkono rafiki ama kiongozi, I have proven the last 20 years. Nimesimama na Uhuru Kenyatta. Sasa hawa ambao wanasema kutoeleweka sijui nini. Wanajaribu kwa sababu wanaenda kwa mkutano, okay, tunataka deputy president aheshimu rais, tunataka deputy president amuunge mkono rais. Where were they? Walikuwa wapi? Mchango yao kuunda serikali ya Jubilee kulingana na yale mimi nimefanya, tunaweza kulinganisha. So mimi nataka nikueleze, sisi, mimi na Uhuru Kenyatta tunajua mahali tumetoa hii taifa. Wakati tulikuwa pamoja wakati wa KANU. Sisi tulikuwa wakati wa KANU pamoja kwa sababu tulitaka chama ya kitaifa. Na wakati huo chama cha KANU ilikuwa chama ya kitaifa. Wale wengine wote walikuwa na chama ya kona kona. Sijui DP, sijui Ford Kenya, sijui KNC, sijui nini, chama hii. Mwisho wale wote walikuwa na chama kidogo kidogo wakaungana. Wakashinda KANU. Ni sawa. Ni demokrasia. Tunaelewana? Lakini sisi tukasema na Uhuru, lazima tufikirie tena mbinu. Vile tutaweka mbinu ya kutengeneza chama ya kitaifa. Leo kwa baraka ya Mungu, Jubilee ni chama ya kitaifa. Tuko na wabunge 175 wa Jubilee. Tuko na wabunge 216 wa Jubilee na wale wanatuunga mkono. Tunaelewana? It's a national party. Na hatuwezi kukubali chama hiki cha kitaifa ambayo sisi kwa bidii kubwa tumeitengeneza ati ikuje iangaishwe na watu wachache. Hawa ambao unasikia wakitangatanga ati kieleweke. Hawa ni watu ngapi? Karibu 10. Alafu wale wengine ni watu ya upinzani. Sasa wewe mtu ya Jubilee umeenda kutafuta mtu ya upinzani. Kazi yako ni kukashifu Jubilee. Na mimi nataka nikueleze. Si tunaongea na wewe Katonye leo hapa na bwana Tycoon. Si tunaongea hapa. Hawa ambao wanazunguka na hii kieleweke. Mwisho wataenda ODM. I can tell you for free. Mwisho wataenda huko. Kwa sababu nimeshaona mimi. Tulikuwa katika KANU. Ile NDP ikakuja. Mwisho walitoka na watu wa KANU wengine. Ndio KANU ikapata matatizo. Lakini sisi tuko macho sasa. Hawawezi kufanya yale walifanyia KANU. Tunaelewana? Wataenda na hawa, lakini wataenda na watu hawa wachache hawa, au unasikia saa hii wanazunguka hapa. Nasikia wanaenda kwa kanisa, ati wanasema wametumwa na rais. Mimi nataka nikuulize wewe bwana Katonye. Kati yangu mimi deputy president na wale watu ya kutoeleweka wale, ni nani rais anaweza kutuma? Hata kama wewe ati na wanaenda kuongea ati watu ya upinzani wanajaribu kutufundisha vile ya kuendesha serikali. How is that possible? So hawa ni watu bure. Mimi nataka nikueleze kwa sababu lazima nizungumzie mambo haya ya Jubilee. So mimi nataka nikueleze. Mimi na nataka Wakenya wanielewe. Ile maneno tuliongea. Na hatukuunda Jubilee kwa bahati ama through guesswork. Tumeunda Jubilee makusudi, deliberate. Kwa sababu tunataka chama ambayo kila Mkenya atajihisi anaheshimiwa, ako kule ndani, na hivyo ndivyo tutakavyoondoa siasa ya ukabila na siasa ya chuki na siasa ya ujinga. Itaondolewa na chama ya kitaifa. Na kama kuna mtu wako na matatizo ndani ya Jubilee,
kuna vile tunaweza kutatua matatizo ndani ya Jubilee hata kama umpendi deputy president, hata kama uko na malalamiko juu ya deputy president ama deputy party leader. Mbona tusifanye mkutano? Kwa hivyo haiwezi unataka kutuambia Jubilee iko imara? Jubilee, my friend, let me tell you, Jubilee iko imara. Na hatuwezi kukubali Jubilee isambaratishwe na interests, you know, ya watu wachache ambao wanatafuta mambo ambayo hayaeleweki. Na niseme hivi, kwa sababu unajua ilianza hawa watu wakieleweke, hawa walianza na kusema sijui mambo ya madeni. Sijui hatuna deni, hatuna deni. Mimi mwenyewe nilisema, mimi hakuna mtu namdai chochote. Mimi hakuna mtu ako na deni yangu. Unanielewa? Hakuna mtu ako na deni ya William Ruto. Mimi ni mwana Jubilee kama mwana Jubilee yule mwingine yeyote. Na ikifika 2022, my friend, Jubilee itaketi chini kama chama. Itaamua nani atakuwa presidential candidate. Nani atakuwa candidate wa senator. Nani atakuwa candidate wa mjumbe. Na zile viti zingine zote mpaka MCA. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa katika Kayuka Mwike. Hii kameme yako hii. Niseme kamudomo ya mwingi, kamudomo ya wengi. Niseme yule ambaye atachaguliwa kama candidate wa Jubilee, hata kama sio mimi William Ruto, mimi nitamunga mkono. Na sio lazima iwe ni mimi. Tunaelewana, my friend? Chama ni inabeba watu wengi kuzidi mtu mmoja. Ile mimi ninasema ni kwamba siwezi kukubali Wakenya tena wapiganishwe kwa mambo ya siasa duni ya ukabila. I will have nothing to do with it. I will have nothing to do with any politics that will cause Kenyans to be in acrimony. I will not be. Na mimi nataka niseme hivi ndio nieleweke na hawa watu wa kutoeleweka hawa. Ndio wawache kuzungushana na maneno ya bure. Unajua sijui hata wanajisumbua bure about me. Me, I have no problem. Unanielewa, my friend? Hata ikifika 2022 iwe ni kwamba mimi na Uhuru tunaenda nyumbani kuretire, mimi am ready. There is no problem. Sio lazima ati nipate kiti chochote. Iko lazima gani? Wakenya ni milioni 45. Wana Jubilee ni wengi kiasi hiyo. Na yule ambaye atachaguliwa awe bora kuniliko, mimi niko tayari kumuunga mkono kwa sababu hii ni demokrasia. Mambo mawili hayawezi kufanyika. As long as I have anything to do with the politics of this country. Mambo ya kwanza, Wakenya hawawezi kupiganisha tena. Hiyo haiwezekani. Na sitakubali. For whatever reason. Niwe candidate, nisiwe candidate, tushinde, tushindwe. Na kama Jubilee itashindwa, na mimi ni candidate wa Jubilee, mimi sitaenda kotini. Nataka unisikie. Na nataka uulize wale wengine ambao wanatangatanga hapa na kusema ati wanatafuta sijui nini. Kila mtu, kwa sababu matatizo ya Kenya ni mawili. Tatizo la kwanza ni matapeli ambao wanajifanya ni viongozi. You know? Political conmen who pretend to be leaders. Mtu ambaye ile unasema huwezi kutimiza. Namwambia hapa bwana Kingei ati tukubaliane, itakuwa namna hii, itakuwa namna hii. Alafu ifike hapo mimi nakupindua. Alafu mimi nataka uniamini ya kwamba yale naambia Wakenya kule ambao siwajui ni ya ukweli. Hiyo inawezekana? Haiwezekani mngwana. Jambo la pili. Tatizo la pili. So political conmanship. Ndio inaleta matatizo katika Kenya hii. Watu ambao hawafai kuwa viongozi kwa sababu ni matapeli. Yale wanasema hawaaminiki. Ndio wanatuletea matatizo. Jambo la pili ni viongozi ambao hawakubali kushindwa. That is the problem. Naelewana, my friend? Tunaelewana. Mimi nataka nikutangazie bwana Gatonye na Wakenya. Kama Mungu atanipatia nafasi niwe candidate wa Jubilee, ama yule mwingine yeyote ambaye atakuwa candidate wa Jubilee, tukishindwa sisi tutaenda upinzani. Hatuwezi kuangaisha Kenya na kesi na maandamano na swearing in
Kwa sababu unajua lazima tuseme ukweli. You know, and the problem katika taifa letu la Kenya hatupendi kusema ukweli. You know, lazima tuseme ukweli ndio tuwaibishe shetani. Tunaelewana? Lazima tuseme ukweli. Mtu ukishindwa sio mwisho, asiye kubali kushindwa, my friend, sio mshindani. So kama mtu umeshindwa, there is always another time. Usipiganishe watu. Nasikia hata hii watu ya Kileweka wanatangatanga wakisema, unajua lazima watu ya Central Province wakubali mambo ya handshake ndio waendelee, ndio wafanye biashara bure. Biashara zao zitaharibika kwa sababu ati mtu fulani akiwa hajafurahi. My friend, unauzia watu fear ati lazima ukubali mambo fulani ndio uendelee kufanya biashara Kenya hii. No. Hiyo haiwezekani bwana. Let me tell you. Yes. Gatonye, kila mtu atafanya biashara sehemu yoyote ya Kenya. Mwenye kuchaguliwa amechaguliwa ni nani ama ni nani. Yes. Tunaunga mkono handshake not out of fear, lakini kwa sababu tunataka kuwaleta Wakenya pamoja. Yes. Lakini watu wasianze kuuza ati lazima kuwe na hii ndio kuwe na amani ndio watu fulani wafanye biashara. Hapana. Sio hivyo. Alright, nitogo tivia hanini na nitogo shoka tushokererie ino ni mitambo ya Kameme kayo kamwe na thank you mororeri witwa Kameme TV agikorwo wina kiuria niturakiona na baine ya 20014 turatithi hani tushokererie miario itu na His Excellency Deputy President Mheshimiwa William Ruto babe tuiguwe rwimbo hanini tushokererie